kabisa Mheshimiwa Diwani, chukua nafasi hii kukupongeza kwa uchaguzi wa mwaka 2025 tarehe 29. Takriban leo karibu siku 200 na pointi. Ninakushukuru wewe Mheshimiwa Diwani kwa ujio wako, kwa sababu kabla tu ya kutimiza siku 200 na pointi umefanya vitu vifuatavyo. Itakuwa mchoyo wa fadhila nisipoyasema haya kwa wanaibondo, lakini na kukupongeza wewe Mheshimiwa Diwani. Nakumbuka tu ulituahidi baada ya kuapishwa utafanya vitu vifuatavyo, na Mungu ameshuhudia na wanaibondo tumeshuhudia. Moja, ulihakikisha shule yetu ya Rumasa inaezekwa kwa mchango wako mkubwa, kwa kushirikiana na mbunge. Sisi binafsi nakupongeza sana, kwa sababu tumechangisha wananchi mpaka tukatosha, lakini wananchi mpaka ikafika hatua tunategemea serikali haikuwa hajatufikiria. Umepambana ukaja tukaezeka shule yetu na watoto wetu mpaka sasa wanasomea sehemu sahihi. Lakini si hivyo tu Mheshimiwa Diwani, ingine umehakikisha unatuletea milioni 9, na wakati unaziingiza ulinipigia simu kasema, mwenyekiti, muulize mwalimu mkuu wa shule ya msingi Ibondo kuna milioni 9 zimekuja. Hizo zote ni juhudi zako Mheshimiwa Diwani, ni kitu ambacho lazima tukisema kwa watu na watu wajue, na fedha zile zimefanya ukarabati wa darasa ambalo sasa watoto wanasoma wanaona na vigae. Mheshimiwa Diwani, tunakupongeza sana. Lakini jambo lingine Mheshimiwa Diwani ambao naenda kukupongeza, kwenye jimbo la Chato Kusini na kata yetu ya Buseresere umetupambania, tulipewa milioni 5 kwenye kata ya Buseresere, lakini Ibondo umetupendelea ukatipa fedha zote hizo milioni 5 badala ya kuzigawanya kwenye vijiji vingine. Umetupa na tukazielekeza kwenye madawati. Mheshimiwa Diwani, tunakupongeza sana kwa kazi hizi unazozifanya. Ulisema wewe maneno mengi hujui, unapenda kazi na kufanya kazi. Kuna watu wengi wanapenda maneno hawataki kufanya kazi, lakini wewe tayari umetudhihirisha kwamba hutaki maneno mengi, unataka vitendo. Na juzi niongea na mwalimu mkuu akasema tayari mkandarasi ameshapatikana wa hayo madawati, na muda mkataba wake unasema siku 21 atakuwa amekamilisha madawati haya. Binafsi nakupongeza sana Mheshimiwa Diwani, kwa sababu hizi fedha ilikuwa hata ungesema kwamba uzipeleke Mabagaru ilikuwa inawezekana, lakini kwa sababu kwa upendo wako katupendelewa na Ibondo, na sisi tunakushukuru sana Mheshimiwa Diwani. Mungu wa mbinguni akubariki sana Mheshimiwa Diwani. Wanasema hata kama kuna mazuri yanafanyika hazikosi changamoto. Sisi wana Ibondo tunazo changamoto nyingi, na kwa sababu tunazo changamoto nyingi usituchoke. Tunajua wewe umeomba miaka 5 kwenye nafasi ya udiwani kwa ajili ya kutuwakilisha sisi na wananchi wote, na ombi moja nichomekee tu na mimi, kwa sababu ninajua changamoto ni nyingi na likata lako ni likubwa na mambo mengi. Changamoto ya maji, wamama wanahangaika sana kwenye upande wa maji. Kuna wenzetu ambao tayari Rumasa wameshachimba kisima kirefu, wamechimbiwa na watu wa TFS na wakasambaza maji. Kwa hiyo tunaonekana sisi hapa kama tuko ukiwa. Mheshimiwa Diwani, liangalie kwa jicho la huruma, utusaidie wana Ibondo. Tuna imani kwa hili utalifanyia kazi, kwa sababu wewe kazi, jukumu lako ni kazi, hutaki maneno. Lakini lingine Mheshimiwa Diwani, kuna mvua zimeharibu barabara zetu. Tunazo barabara zetu mbovu, tunao watu ambao wakati mwingine wana gari lao wanashindwa hata kupita. Hata kama ni basikeli sasa hivi ni wakati mgumu namna ya kuipitisha. Tuna imani kwamba kuna watu wa TARURA, barabara ambazo tunaziweza sisi tutafanya, na sisi zile za kuanzisha ili TARURA waje wafanye. Zingine Mheshimiwa Diwani utusaidie. Hapa vipi wananchi? Kwa sababu maendeleo ingawa hayaji kama mvua,
hatua moja baada ya nyingine, Mheshimiwa Diwani utatusaidia. Changamoto ni nyingi sana Mheshimiwa Diwani, angalau kwa sababu mimi siseme sana, wapo wananchi hawa nao niwaachie nafasi waseme changamoto zao, wasiseme tu mwenyekiti ameyasema ya mali zako. Na imani uko hapa kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi, na mimi kero zangu zilikuwa ni hizo kwanza, lakini kingine mazingira magumu ya watoto wetu. Ingawa unajitahidi sana kupambana, tuna watoto wametajwa pale kama 2560. Ukigawanya kwa watoto wetu tulionao pale, madawati zaidi ya 5000 ambayo yanahitajika, na hii ni gharama kubwa serikali, kwa sababu tumekutuma kule, basi ukajaribu kushawishi ofisi ya mkurugenzi kale panapopatikana basi tusaidiwe ili watoto wafanye vizuri. Wana Ibondo, mimi niseme tu Ibondo yetu ni nzuri. Watoto wetu mpaka sasa darasa la 4 tunaongoza, tofauti na shule zile za private, lakini mazingira yao wanayosomea ni mazingira magumu. Kwa hiyo mimi nawapongeza pia walimu kwa kazi mnazozifanya na jitihada ambazo wanazifanya. Baada ya kusema maneno hayo, Mheshimiwa Diwani, ndugu zangu, mimi akiwepo askofu mchungaji Sinikukaa apumzike, Mheshimiwa Diwani nikukaribishe, kwa sababu mkutano ni wa kwako, uzungumze na wananchi kijiji chetu cha Ibondo. Lakini pia nitatumia mkutano huu kuwashukuru sana wananchi wa Ibondo na wana Buseresere kwa pamoja kwa kuniamini na kunipigia kura nyingi za kutosha ili kwenda kuwawakilisha katika halmashauri yetu ya wilaya ya Chato. Asanteni sana na washukuru sana. Niwashukuru pia kamati ya siasa ya kata, viongozi wote, wakuu wetu wa idara wa kata, wananchi wote kwa ujumla. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Bila kupoteza muda, kuna maswali tayari nimeyapata kutoka kwa mwenyekiti, lakini kuna sehemu moja tu ambaye sijaisikia hajaitaja. Nadhani kwenye shule yetu ya msingi mama tuliingiziwa milioni 25 ajili ya kukarabati madarasa yetu yaliyoko pale. Mwenyekiti, haujafanya hilo? Haujaliona? Diwani, na mimi nilipitiwa kama binadamu. Milioni 25 ziliingia na madarasa yashakarabatiwa tayari, watoto wanasoma. Tunakushukuru sana. Hata wakandarasi wa mabarabara wametengewa fedha ajili ya kututengenezea mitaro, ajili ya kuondoa usumbufu wa mabarabara kila mara kuharibika. Kazi hiyo tunaiona haijafika mwisho, bado wanaendelea. Kitu kingine kinachoendelea kwenye kata yetu ni kama alivyoeleza mtendaji wetu hapa. Serikali imetutengea fedha ajili ya ujenzi wa ofisi yetu ya kata. Tunajua kwamba kata yetu haikuwa na ofisi ya kata. Hawa wakuu wetu wa idara, hata sisi wananchi tulikuwa tunapata changamoto sehemu ya kwenda kupeleka shida zetu. Tayari kile tulishakifikisha na tayari tumeshapatiwa majawabu, lakini pia ninaomba changamoto tulizo nazo katika kijiji chetu na kata yetu kwa ujumla muweze kuziwakilisha hapa, ili kusudi tuweze kuzipeleka kwenye halmashauri yetu ili tupate majibu sahihi, ili tuwe tunapunguza changamoto za maendeleo yetu. Tuna wakuu wote wa idara hapa, baadaye mwenye swali litunze, baadaye utaliuliza, majibu yatapatikana hapa hapa. Lakini nimepata taarifa hapa kupitia barabara yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kutoka kwa meneja wetu wa TARURA
ametuambia kwamba ujenzi wa mitaro na karavati mabarabara za Ibondo, Msasa, Mapinduzi, kituo cha afya, mpango wa mwaka wa fedha 2026-2027, Buseresere, Mlanda, Ibondo, Msasa, sokoni Ibondo, ujenzi wa mtaro kuanzia mahali barabara za lami. Kazi hizi zinatarajiwa kuanza mwezi wa 8. Kwa hiyo tunaenda kuona kazi kubwa ya serikali ya Chama cha Mapinduzi mwaka wa fedha wa 26-27 kuanzia mwezi wa 8. Tunaenda kuona ukarabati wa barabara yetu unaendelea. Tunaposema kwamba ni barabara la soka ambayo imeelezwa hapa, inamaanisha ni ile pale inaenda kuungana kwenye ile lami ya kule Buseresere. Kwa hiyo niwaombe sana muendelee kutuamini, tunaendelea kupambana ajili ya kufanikisha maendeleo yetu ya kata ya Buseresere. Niwaombe tuendelee kushikamana, mtuamini kama mlivyo tuamini na kutupigia kura. Lakini tumesikia hapa tuna vyanzo mbalimbali ambavyo vilipendelewa kwenye kijiji chetu cha Ibondo. Tuna machinjio, tuna mnada. Kwa tunaendelea kuimarisha na kuleta hamasa ajili ya kukuza kijiji chetu na kukifanya kiwe mji. Lakini mwenyekiti amezungumzia swala la maji. Swala la maji hata mimi bado sijalala. Maji tumeshapata, lakini bado hayajasambaa kwenye maeneo husika kwa wananchi. Nikuombe mwenyekiti, kufikia mwezi wa 8 nina imani kubwa taendelea kuona kazi ya maji kata ya Buseresere inaanza kufanywa kazi. Tulikuwa na changamoto ya kuyapata maji na mimi niliifuatilia hadi nikaipatia majibu. Mradi wa maji tuliokuwa nao kata ya Buseresere ulikuwa unatokea wilaya ya Geita, na sisi kata yetu ni wilaya ya Chato. Inakuwa ni vitu viwili tofauti. Wanapopanga bajeti kule wilayani Geita hawawezi kutupangia sisi kama wana Buseresere kusambaziwa maji. Naomba niwahakikishie wananchi wa Buseresere na Ibondo kwa ujumla, swala hili nimeshalifikisha, na mpaka sasa kuna barua imeshaandikwa kutoka kwa DC wetu mkuu wa wilaya kwenda wilaya ya Geita ili kuturudishia mamlaka ya maji katika wilaya yetu ya Chato, ili na sisi huduma ya maji tunavyoiona inaendelea kwenye kata zetu jirani, na sisi tunaenda kuipata hiyo huduma. Niwaombe sana tuwe uvumilivu, ni swala la muda kidogo. Amezungumzia changamoto ya mabarabara, kuna mabarabara hayapitiki. Tunajua wote wananchi wa kata ya Buseresere, tunaye mheshimiwa mbunge wetu ambaye kwa huruma yake na kwa kuona umuhimu wa wananchi wa jimbo lake na kata yetu kwa ujumla akanunua mitambo ya kuja kututengenezea mabarabara ili tusiwe tunaenda kulialia kule kila siku. Na mitambo ile tayari tulishaipokea. Kuna viongozi hapa ni washahidi, lakini tunasubiria swala, anaendelea kutengeneza bajeti ajili ya kuja kuendelea kupita katika kata. Alishatenga siku zake kuja kutengeneza mabarabara, hata mabarabara ambayo hayajasajiliwa anakuja kuyatengeneza na kuhakikisha kwamba mkurugenzi wa halmashauri yetu ya wilaya ya Chato anasajili yale mabarabara na kuyaingiza kwenye wakandarasi wa TARURA. Lakini tuna changamoto ya umeme. Mwenyekiti, tuna meneja hapa kwenye msafara wetu, hatuna meneja wa TANESCO. Hatuna. Sawa, hata kama hatuna,
nina taarifa hapa ya maendeleo kwenye upande wa TANESCO katika vijiji vyetu 7 vyote. Tayari mkandarasi alishapita kufanya tathmini kwenye vitongoji ambavyo havijafikiwa umeme, na tunajua kabisa kwamba kwenye kampeni zetu tulikuwa tukiomba kula huku tukisema kila kitongoji tutahakikisha kinapata umeme, na tayari awamu ya kwanza imeshapita. Na mwenyekiti labda amesahau, kuna mkandarasi alipita kwenye kijiji hata hiki cha Ibondo, akienda akisurvey katika vitongoji ambavyo vimeainishwa ambavyo vitafanyiwa kazi kuanzia mwezi huu wa 5 kufikia mwezi wa 7 viwe vimekamilika. Mwenyekiti, mkandarasi alishafika hapa na mimi ni mashahidi, kwa sababu mimi ndio nilimpa gari langu ajili ya kusurvey vitongoji ambavyo havina umeme, na swala hilo alishalifanya. Lakini hata meneja wa maji wa Katoro na yeye alishafanya survey kwenye vijiji 3 ambavyo vinaweza zikafikiwa na bomba letu la maji la Jewasa. Tayari meneja huyu alishafanya surveyor, anasubiri ni swala la budget tu, akishaingiziwa na yeye tayari atakuwa ameshaanza kazi. Nadhani kila jambo nilikuwa nikimshikisha mwenyekiti. Leo tuna mgeni, anampokea, anampitisha kwenye maeneo husika. Hapo vipi? Mlichagua jembe au vipi? Nawashukuru sana. Sasa nilikuwa nawaomba mwenye swali ambaye ameliandaa vizuri kabisa anyoshe mkono nimuone, nimpe maiki aniambie changamoto yake ni nini tuweze kuitatua hapa. Karibuni sana. Asante kusema kwamba Ibondo tulipendelewa, tukapata machinjioni, tukapata mnada huu tunawalazimisha kutoka zamani mno, tunaenda kwingine. Hatuna hela ya mnada Ibondo, hatuna hela ya machinjioni Ibondo. 3, kwa nini inazungumza mabarabara tu na mchanga haya yanatuachia mashimo? Diwani, tunahangaika mno, magari haya mashimo yanatuachia makorongo ovyo. Asante. Diwani, tulitaka kujua wananchi wa hapa Ibondo, tunaona magari yanasomba mchanga na kupeleka, lakini hatuwezi kujua ni ushuru wa aina gani ambao unaingiziwa kijiji cha Ibondo na hizo pesa zinafanya nini? Ndio. Swali la pili, ndio, kwa wajasiriamali wadogo ambao wanapanga tumticha na nyanya katika soko letu, ndio wanavuruga sana. Ukiangalia Buseresere au CCM, kuna wajasiriamali wadogo wanapanga chini na ambao wanapanga kwenye meza ili wapate hela ya kujikimu nyumbani, lakini hawa ambao wanapanga hapa wanavurugwa. Ndugu diwani, tunaomba uwalinde hawa mama. Wanavurugwa na nini? Nisaidia hapo. Wanavurugwa na wale viongozi wadogo ambao wanahusika, wanawahamisha mara kwa mara huku mara huku, hawana makao maalum. Ndio. Asante. Swali langu ndio hapo. Asante. Nikia hapo. Na niatia hapo. Karibu. Ibondo wewe. Majina yangu naitwa Jason Joeli Zakaria, ni mkazi wa Ibondo. Mheshimiwa Diwani, nina maswali mawili. Ndio. Swali la kwanza linahusu machinjioni. Ndio. Kitaalamu, afya ni jambo la muhimu sana kwa binadamu. Ndio. Lakini pia kuna kitu kinaitwa carbon dioxide. Ndio. Carbon dioxide ni hewa chafu ambayo inaweza kusababisha athari kwa maisha ya binadamu muda wote na saa yote. Ndio. Sasa pale machinjioni panatokea harufu ya ajabu sana. Ndio. Ambayo hata kama unakula unakosa kabisa ile apeti au hamu ya kula. Ndio. Sasa naomba kujua, je, serikali imejipanga kufanyaje ili kuweza kuchepushia
adha hiyo sisi wananchi wa eneo hilo la Machinjioni? Asante. Swali la kwanza. Asante. Swali la pili, je, Machinjioni haparuhusiwi kuwa na umeme? Na kama paruhusiwa kuwa na umeme, kwa nini hakuna umeme? Asante. Kwa diwani wa kuniona na mimi. Mimi nailalamikia TANESCO kwa kupitisha waya umeme kila nyumba yangu na katikati ya uwanja wangu. Sina maswali mengi. Uko kitongoji gani? Kitongoji cha Maendeleo. Cha Maendeleo. Umeme umepitaje, barabarani au? Yaani unapita katikati ya uwanja wangu na kushuka unapita bila nyumba zangu kule nyuma. Sasa tunakuaje? Sawa, asante. Hiyo diwani. Sawa, asante. Jamani, swali langu aliko mbali ni kuelekea kule shuleni kwetu. Wamezungumza mambo mengi lakini kule shuleni tunaona barabara zetu zinakuwa ni shida, na katika barabara walizozungumzia kwamba watatengeneza, miongoni mwa mtaa ambao nao ukawa kuweza kuzungumzia. Sasa Mheshimiwa Diwani, sijui unatusaidiaje? Maana watu na operation ya kila baada ya muda watu tunaenda kujitolea, tunachangishana hela kwa ajili ya kuziba makolongo. Kwa kuna baadhi ya watu wanafikia hata mtaa kwa sababu ya barabara. Kwa hilo tunaomba utusaidie kwa hilo ili kuondoa huo usumbufu. Kwa jina naitwa Richard Daniel Malimi, ni balozi wa mtaa wa Machinjio ya Buseresere. Changamoto iliyoko kwenye eneo langu, kuna barabara ya kwenda kwenye kituo cha afya, wakina mama wanahangaika mpaka wanazunguka kupitia Senta Lazaro ndo waende kwenye huduma. Kwenye eneo langu nanisaidiaje na mimi nipate njia ya mkato ili tuwahi kwenye huduma? Swali langu hilo. Pia kuna swala la umeme. Sehemu nyingine kuna umeme, lakini kwenye sehemu yangu bado nazungukwa, sijapata umeme. Na hapo Mheshimiwa, naomba kwa wito wako utusaidie. Asante. Safi. Jamani, kero yetu ni moja. Mnada wetu umepungukiwa na choo. Siku ya mnada watu wanaharibu mazingira. Kwa hiyo tunakuomba diwani wetu ulifanyie kazi. Kero nyingine ya pili, ile barabara la Angalikana pale, mafuso yanapita, barabara yameliharibu. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba ulifanyie kazi. Pia kero ya tatu umeizungumza hii ya maji. Tunaomba kwa kweli wanawake wa Ibondo ututue maji kichwani na Mungu atakubariki sana. Asante. Ni leo Mchenche, mkazi wa Ibondo. Ndio. Mengi sana yamezungumzwa, lakini sijasikia jambo la faida ya kwenye eneo la mifugo kijiji cha Ibondo. Tumeambiwa mnada, lakini hatujawahi kusomewa mapato na matumizi. Tunaingiziwa asilimia ngapi kwenye kijiji Ibondo? Tuna machinjio, tunaingiziwa asilimia ngapi ndani ya kijiji cha Ibondo? Afisa mifugo amezungumzia mifugo iko safi, nyama tunakula safi, lakini inaogea wapi? Maswali yangu ni hayo. Asante. Ya mnada, je, kwa nini mashimo yamekuwa mengi kwenye eneo la wanaotoa mchanga? Aliuliza mwananchi wa kwanza. Ndio. Mwenyekiti, ukusanyaji wa mapato hapa ukoje? Ibondo safi. Swala la mashimo yanayotokana na madini ya ujenzi inakusanya halmashauri na serikali kuu, sio kijiji. Na wanavyouliza kwamba sisi tunanufaikaje, ni kwamba halmashauri ya wilaya ya Chato hajawahi kuleta 20% kwenye vijiji vyetu, isipokuwa ishabadilisha mfumo, inaleta fedha kwa ajili ya miradi yanayoitwa mapato ya ndani ya halmashauri. Kwa hiyo sisi faida yetu ni kwamba tumetaja milioni 9. Milioni 9 zililetwa kwa mapato ya ndani yanayotokana na makusanyo ya halmashauri ya wilaya ya Chato. Kwa hiyo sisi hatupati 1% yoyote, isipokuwa
Tumewaita wadau ambao wananunua maeneo, yaani maeneo wanaonunua maeneo ya kuchimba. Tumekaa nao kikao, tumekubaliana angalau wao wanatulipa shilingi 500 kwa kila tilipo. Ndio utaratibu ambao tumeweka serikali ya kijiji. Asante. Asante. Nimeulizwa na ndugu Abeli, alikuwa anauliza hilo kuhusiana na mchanga kwamba kijiji mbona hawanufaiki na kitu chochote. Akaenda swali la pili, wajasiriamali wadogo wanahangaishwa. Kaa hapa kwenye swali ambalo limerudia, kwanza tumalize vizuri. Tumeambiwa tunapokea kupitia mapato mpango maalum ambao ameuandaa mwenyekiti ajili ya kunufaisha kijiji, ambacho watakuwa wanapokea shilingi 500 kwa kila tilipu ajili ya faida ya kijiji chetu cha Ibondo. Mimi hilo naona liko sawa. Mnasemaje? Tuendelee kupokea mapato ya ndani kutoka halmashauri, lakini na sisi kutuchangisha hiyo 500. Mnasemaje hapo? Sawa. Swali la pili. Swali la pili lilikuwa linazungumzia kuhusiana wajasiriamali wadogo mamalishe au wananyanyaswa sana. Kuna baadhi ya watu wanawanyanyasa. Changamoto hii unaijua na ni kwa nini wananchi tena hao wadogo tu? Ibondo safi. Mheshimiwa Diwani, ni kwamba Ibondo tuko vizuri, isipokuwa mtu anaweza akatoa changamoto kwa sababu hahudhurii. Sisi huwa tuna utaratibu hapa. Wafanyabiashara wa Ibondo tulishawaachia wafanye uhuru wao, kwa maana ya kwamba wamefanya kikao wafanyabiashara wote, wakawaita na wale wote wanaoweka chini wenye vimeza vidogo, wakakaa na wakashauriana. Mimi nilikuwa nimealikwa kwenye kikao kile na mtendaji, wakasema hakuna mfanyabiashara wa mchicha wa nyanya kuweka chini, kwa sababu vile ni vyakula ambavyo binadamu tunavitumia. Walipoweka utaratibu, lakini bado kuna eneo ambalo ni njia ya kuingia, wakawa kuna eneo lingine ambalo liko hapa, waje wapange pale. Kuwahamisha pale ndio imeonekana ni kero. Makubaliano ya kikao huwa ni sheria. Bahati nzuri kikao kile wao wote wafanyabiashara walikubaliana. Sasa viongozi wanaosimamia kutekeleza kila ambacho wamekubaliana ndio wanatajwa kuwanyanyasa, lakini sio kero ambayo inawasumbua. Wafuate utaratibu kama walivyokubaliana wafanyabiashara. Asante Mheshimiwa Diwani. Nawezekana hata sehemu walioenda bado kuna changamoto. Misa alivyofafanua mwenyekiti wa kijiji. Lakini ile sehemu walioenda bado ina changamoto. Mimi hadi leo VEO nimeenda, huyu msimamizi VEO nimeenda kumwambia haya maeneo bado yana kero. Kero yake ni nini? Kero ni hiyo kuna ni kufukuzwa, kwamba hapa msipangi, hata kama anaweza anaambia toa hapa. Unaona? Kuna watu maalum wameshatengeneza kabisa jinsi walivyopangiana, lakini kuna mtu mmoja anaamka kwenda kuwazuia. Sasa wakamuibia yeye, sasa hoteli kwake waache kufanya biashara. Unaona? Sasa na hiyo ndio nimewauliza wanawake, maana nimesema mpaka wakapiga makofi na vigeregere. Ndio maana nimerudia hapo nielewe vizuri. Mwenyekiti, umesikia? Bado wanaletewa changamoto ya kufukuzwa tena. Ni kwamba Mheshimiwa Diwani, ili swala hawajaliwasilisha kwangu. Naona labda amelisema hapa, lakini wangeniambia kwamba kuna mtu ametufukuza, yeye ndo tungemfukuza anayewafukuza, kwa sababu makubaliano yetu watu wafanya biashara wapate chochote tena kwa uhuru. Sasa anayewafukuza hawajaniambia, kwa sababu kama kuna mtu awafukuza si walilete jina kwamba ni nani, au tumuone kwa nini anawafukuza. Asante. Ile changamoto mwenyekiti, na mimi nikuombe huyo anayetesa wananchi wetu, nipe taarifa na mimi tuje tulishikiane tuwasaidie wananchi.
Mimi niliwaomba kula ajili ya kuwasaidia haya mambo. Swali la tatu. Asante sana Mheshimiwa Diwani. Swali la tatu lilitoka kwa jamaa anaitwa Gaston Zakaria. Yeye aliulizia kutoka kwenye idara ya mifugo, akiuliza kwamba eneo la machinjio lina harufu mbaya. Na swali la kwanza hilo. Swali la pili akasema, je, machinjio kwa nini hakuna umeme au hayaruhusiwi kuwa na umeme? Yote yalitoka idara ya mifugo. Naomba sasa nikukaribishe uweze kuendelea kumkaribisha afisa mifugo kwa ajili ya majibu au ufafanuzi zaidi. Asante. Tamkaribisha afisa mifugo, lakini kwenye upande wa umeme tayari meneja wetu nadhani ameshafika kwenye eneo hili, na mimi nimeshuhudia hapa nikimpigia simu ili afike, ili atupe mwongozo vizuri wa kata yetu na kijiji chetu cha Ibondo kwa ujumla. Sasa ni muombe afisa mifugo ajibu kwanza swali lake, ni kwa nini mazingira yale, na tunakusanya mapato kila siku, ni kwa nini sasa yawe machafu? Na pale yale mazingira tunasema kwamba zile nyama ni nzuri, wana Ibondo tunakula vizuri, lakini bado mazingira ni mabaya. Tunakulaje sasa ikiwa vizuri? Maana yake mazingira, nyama tunayokula inawezekana isiwe nzuri kama alivyotuambia. Sasa inatakiwa atuambie yeye kwamba pale kwenye machinjio, na yeye ndo anapasimamia pale, anahakikishaje ili yale maeneo anayoyasimamia yeye yawe sawa ajili ya afya yetu, si ndio jamani? Karibu. Ibondo safi. Mheshimiwa Diwani safi. Mwenyekiti wa kijiji safi. Asante sana Mheshimiwa Diwani kwa nafasi hii kwa ajili ya kutoa ufafanuzi juu ya swali la mjumbe alilouliza kuhusiana na eneo la machinjio kwamba linatoa harufu ambayo sio nzuri. Kama nilivyosema wakati najitambulisha, nilisema ile eneo la machinjio ni eneo la kiwanda ambalo linazalisha nyama au mboga. Ile eneo kwa muda mrefu sasa lilikuwa lijafanyiwa ukarabati, lakini mkurugenzi ametoa shilingi milioni 5 kwa ajili ya ukarabati wa machinjio baada ya wananchi kuwa na kilio cha muda mrefu kwamba lile machinjio limekuwa kero kutokana na harufu inayotoka pale. Lakini pamoja na hilo la ukarabati, Mheshimiwa Diwani, kama nilivyosema awali kwamba tunaomba sisi wananchi wa Ibondo kupitia machinjio yetu, maana tunaposema machinjio ihame iende Katoro, ukweli tutabaki wapweke sana. Kwa hiyo tunaomba pamoja na matatizo yaliyoko pale, tunaomba iendelee kuwepo pale, lakini tunaomba huduma nzuri ziwepo. Huduma kama ipi? Huduma ya maji. Maji ni muhimu sana machinjioni, kwa sababu tunaamini wote na tunaelewa kwamba pale kinachozalishwa kingine ni uchafu. Sasa bila kuwa na maji mengi ya kutosha, lazima wananchi wataendelea kulalamika. Lakini pia kuna tatizo hilo la barabara la kwenda machinjioni. Hata wale watoa huduma ambao wanaenda pale kwa ajili ya kuchukua nyama kwa kutumia gari wanapata shida, wanapita kwenye kaya za watu, inakuwa ni kero zaidi. Lakini kama mjumbe alivyouliza kwamba ni kosa au ni jinai au ni tatizo gani, kwa nini machinjio haina umeme? Ukweli machinjio inastahili umeme, yani kwa sehemu ya 99.9, kwa sababu pale tutakagua nyama, na wakati mwingine inakuwa ni shida kwa sababu inatakiwa nyama ikaguliwe mapema na wananchi kule wapate kitoweo mapema. Hatuna umeme, tunatumia vitochitochi, tunatumia yani tunajitahidi, lakini bado hali sio njema. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, mimi kwa nafasi ulionipa kwa ajili ya kutoa ufafanuzi juu ya swali kwa ajili ya uelewa wa wananchi kwa ujumla, ndivyo hivyo. Asante sana, nakushukuru. Usikae kwanza, bado fedha umeshaingiziwa ajili ya ukarabati. Utuahidi sasa hapa kwenye mkutano huu
ule ukarabati utakamilika kwa muda gani? Kwa sababu fedha tayari umeshaingiziwa. Asante Mheshimiwa Diwani, tayari tumepokea taarifa na tayari tumeshatuma akaunti ambayo tutaingiziwa zile fedha ambayo ni akaunti ya kijiji cha Buseresere shilingi milioni 5. Kwa hiyo ina maana baada ya kukamilika kupokelewa kwa hizo fedha tayari mkandarasi ataingia pale, sababu tangu mwaka jana tathmini ya awali ilifanyika. Kwa hiyo kila kinachotakiwa kufanyika pale kinafanyika hesabu yake. Kwa hiyo muda wote fedha ikiingia, muda huo kazi inaanza. Labda niahidi kwamba baada ya fedha kupokelewa, ukarabati wa pale utatumika kwa muda wa wiki 2. Machinjio itakuwa safi na naamini kero za wananchi zitakuwa zimeisha. Asante Mheshimiwa. Narudi kwa mara ya pili kulingana na swali yangu nauliza machinjioni. Majibu yaliyotoka yametoka yakionyesha ni sahihi, lakini sio sahihi. Mwanzoni Mheshimiwa amesema pesa milioni 5 zimekwisha kuingia, lakini kwenye majibu yake amebadilisha, anasema kwamba bado hajaingia, wanasubiri kufanya utaratibu wa vile sio namba akaunti baadaye ndio zione kuingia. Kwa hiyo maana kwa sisi wananchi tunaona kama sasa hii danadana ambayo inaanza hapa kabla kikao kinafungwa. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Diwani, kupitia wewe kiongozi wetu, madiwani wetu, tunaomba hili jambo usaidie. Ikiwa itashindikana, haijalishi kwamba tuna machinjioni wa nini, tutaandika barua kwa Wizara ya Afya. Asante. Kutambulisha jina lake kwa jina maarufu nimemwandika TANESCO. Yeye alikuwa akilalamikia TANESCO kupitisha umeme kwenye kiwanja chake pamoja na nyumba yake. Kwa hiyo ninaomba aweze kupatiwa majibu. Sehemu ya makazi yake umepitishwa waya kwa juu, ukienda kwenye mji mwingine na yeye anakuwa akipata changamoto kupitia ule waya, si ndio mzee? Si ndio hivyo? Sasa sijui hapo ikoje, hebu tusaidie. Asante Mheshimiwa Diwani. Ibondo safi? Basi mwanzo niwie radhi Mheshimiwa Diwani kwa kuchelewa kufika kwenye kikao hiki, lakini pia nimefika hapa kumwakilisha meneja wa wilaya ya Katoro TANESCO. Ndugu wananchi, Katoro tumeshapanda hadhi TANESCO, tumeshakuwa wilaya. Kwa hiyo nimefika pia kuweza kuchukua changamoto hizi na kuweza kuzitatua na pia zingine kuzipeleka mbele. Kwa hiyo niende moja kwa moja kwenye changamoto ya huyu mjumbe kwamba waya imekata kiwanja. Mimi nafikiri Mheshimiwa Diwani, changamoto hii naomba nipokee taarifa zake sahihi nikaweze kulishughulikia ofisini, na yeye nichukue mawasiliano yake vizuri ili afike ofisini tuweze kulitatua hilo swala. Si ndio nalizika? Natakiwa sasa hata mimi naungana na wewe naye aje ya kwenda kuondoa changamoto kwenye eneo lako libaki salama, si ndio? Haya. Na kwa umuhimu zaidi, kwa kuwa meneja wa TANESCO amefika na kulikuwa na agenda nyingi zilizokuwa zikizungumzia umeme, anaweza akaelezea nini mpango sasa wakati ya Buseresere, hasa kijiji cha Ibondo, baadhi ya maeneo kutokuwa na umeme, ili tunapotoka kwenda kwenye maswali mengine iwe rahisi kukamilisha hilo, tusirudi. Tunapendeza. Ndio. Tunaomba tuende jumla, hata maswali yako pale ambayo yamelenga umeme. Tunaomba sasa atupe mpango kazi wa kata ya Buseresere pamoja na kijiji chetu cha Ibondo kwenye swala la umeme. Umeme hapa upo hapa sasa. Tusaidie wana Ibondo tuelewe hiyo huduma tunaifuata kwa muda gani, au serikali tayari imeshawaingizia budget, imeshabakia nyinyi tu kutukamilishia. Karibu. Asante Mheshimiwa Diwani. Kwenye kata ya Buseresere mpango wa kuhudumia umeme ni mpango ambao unaendelea. Buseresere
kwenye mpango huu wa LEA imepata vitongoji 7. Nafikiri kama ripoti ambayo tuliwahi kukupa, kuna vitongoji 7 vimeshafanywa tathmini, viko ndani ya kata ya Buseresere. Lakini pia ule mpango wa nyumba kwa nyumba ni mradi ambao umeelekezwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuweza kuwahudumia wananchi wote, haijalishi yuko mbali na nguzo awe karibu. Mpango huo unaendelea, tathmini yake itaanza mwezi wa 7, kwa sababu bajeti inayokuja kutengwa ndio inaenda kukava watu wote kwenye maeneo ambayo hawajafikiwa na miundombinu ya umeme. Lakini jitihada za TANESCO pia tunaendelea kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba wateja wetu. Kwa hiyo kwenye swala zima la kata ya Buseresere kuna vitongoji 7 vimeshafanywa tathmini, lakini pia kuna vitongoji vilivyokamilika. Mwabagaru tumewasha juzi. Nafikiri jitihada zinaendelea, Mheshimiwa Diwani. Changamoto nyingine ambayo nimeisikia ni mjumbe ameweza kuuliza kuhusu umeme kufikisha pale kwenye machinjio. Nimelipokea kwa hatua zaidi, naamini tutaenda kulishughulikia ili machinjio iweze kupata huduma ya umeme. Lakini pia kuna mjumbe mwingine aliweza kuuliza swali kwamba yeye anaona tu umeme unamzunguka, yani umeme haujamfikia yeye moja kwa moja. Nafikiri jibu lake ni zuri, nimechukua changamoto yake, lakini pia nitamuomba nipate taarifa zake vizuri na eneo ili tuweze kuona kwa nini zimemzunguka yeye hafikiwi, ili tuweze kumhudumia mwananchi huyo apate umeme na endelea kufurahia. Asante sana Mheshimiwa Diwani. Asante, lakini hata mimi nilikuwa nataka kukazia hapo. Ni kweli tunazifanya. Tunaomba sasa mtukamilishie kwa wakati, kwa sababu nakumbuka hata kipindi kile hata Mheshimiwa mbunge alipokuwa akipita maeneo haya akiomba kula, alikuwa akisisitiza wananchi wapate umeme, wazae na watoto weupe, si ndio jamani? Tunaomba sasa tufanikiwe hilo. Sawa Mheshimiwa. Asante jamani, si ndio? Hata mimi mnakumbuka pale mwanzoni nimewaeleza kwamba tuna vitongoji 7 tayari wameshafanya tathmini, na mimi nilijiridhisha haji ya kwenda kuvikamilisha. Sasa naomba baadaye kidogo tumalize haya, utauliza, takupa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Diwani. Aliuliza blaza wangu ambaye yuko mkono wangu wa kulia, aliuliza je, kwa nini barabara ya kwenda shule ya msingi Pida ambayo, lakini neno Pida hakutaja, lakini kwa uelekeo alikuwa anazungumza alikuwa anamaanisha shule ya msingi Pida kwamba ina changamoto. Anaomba kupatiwa majibu juu ya barabara hiyo mbovu kuelekea shule ya msingi Pida. Nadhani kama sijakosea atakuwa ile plus pale awali kwamba kwenye mpango wa 2026-27 tutatengewa bajeti kufikia mwezi wa 8 ajili ya ukarabati wa mabarabara yetu ikiwemo na hilo. Lakini pia jimbo letu tulipata fursa kwa Mheshimiwa mbunge kwa kujitoa yeye, na sisi tutakiwa tumpongeze sana kwa kuleta mitambo ajili wa ujenzi wa mabarabara ya jimbo lake pamoja na kata yetu ya Buseresere. Mabarabara yote haya hata mimi nishampelekea, hata leo kabla sijaja hapa nimezungumza naye, nimemwambia changamoto yetu ya mabarabara katika kata yetu. Amesema pindi tu tuwe uvumilivu kidogo, amalize kutengeneza bajeti yake, tayari aje aanze kufanya kazi ya kututengenezea mabarabara, huku tukishaondokana na wakati wa mvua nyingi ambazo zilikuwa zinanyesha. Hapo vipi? Hapo sawa. Hapo sawa. Asante. Swali lingine haipo kabisa, kutokea Ibondo kwenda kituo cha afya, na akidai wamama wanaenda kujifungua kituo cha afya Mapinduzi wanapata changamoto. Swali la kwanza hilo. Swali la pili aliuliza umeme ni changamoto
kitongoji cha Ibondo A. Kwa alikuwa na maswali mawili. Swali la kwanza ndio hilo la barabara kwenda kituo cha afya, tutalijibu. La pili ni umeme kwenda kituo cha afya kutokea Mapinduzi. Wakati nikiomba kula, hilo swali nilikutana nalo, lakini sasa kupitia hii bajeti lile barabara lazima litakamilika, na mimi nitasimama kidete kuhakikisha lile barabara likamilike, tuweze kufika kwenye huduma kwa wakati unaotakiwa, si ndio jamani? Mimi nitamfuata hata mbunge kwenye mlango wake, kama hana mafuta, mimi nitaweka mafuta hata kwenye yale magirada kuja kutengeneza ile barabara. Swali jingine. Asante sana. Swali lingine lilitoka kwa mama aliyetokea mkono wangu wa kulia. Yeye aliuliza maswali matatu. Changamoto yake ya kwanza aliuliza ukosefu wa choo eneo la mnada hapa tulipo. Akasema ile eneo halina choo. Siku ya mnada watu wanajisaidia ovyo ovyo, na angekuwepo msaafi au mimi mwenyewe ningewakamata nikawaweka ndani. Ila sasa kwa kuwa ni vya siasa, naomba huyu atazungumza kwenye bajeti, tuone tutalifanyaje. Huyu atamifuga aliwasilishi kwenye kamati yetu ya maendeleo kama changamoto, na kweli imeshakuwa changamoto, tuitatue. Swali la pili aliuliza ni kuharibika kwa barabara hasa eneo la Anglikana pale. Sasa nikikaa huku mimi sioni nini, Mungu anaangalia huku, kumbe anamaanisha huku. Sawa jamani, mimi nilijua ndio Anglikana, kumbe ni kanisa lingine. Swali lingine aliuliza, anakuomba mheshimiwa watoe ndoo kichwani, wamama wanahangaika hawaogi, na kuna mjumbe amesema ni changamoto kwao, wamama wanataka oge sana, lakini changamoto ya maji imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo anakuomba chonde watoe ndoo kichwani, wamama wanahangaika. Si ndio hivyo mama ameuliza? Naomba kuwasilisha. Asante. Sasa hili swali atanisaidia afisa mifugo. Ni kwa nini sasa walifungua mnada mkubwa kama huu? Ni kweli lazima uwe na choo. Karibu afisa mifugo tusaidie hapo. Mheshimiwa Diwani, hilo sio la afisa mifugo, hilo ni la kwangu. Hilo ni la kwako? Yes, naomba nilijibu. Ukiri udhaifu sio tatizo. Kwa kweli watu zamani walikuwa ni wachache na watu wanaongezeka. Sasa tunaomba tulibebe, mimi na wewe, iwe kama agenda yetu. Tena hili lisiwe la maneno, twende zetu mimi na wewe kwa mkurugenzi ana kwa ana, na huyu tukiambatana naye kwamba mnada ulioko kijiji cha Ibondo sasa hivi kumekuongezeka watu na choo haipo, tutapata mlipuko wa nini, wa ugonjwa. Naomba hili liwe la kwangu, nilibebe, nikiri sehemu ya nini, ya udhaifu. Na dhaifu umesababishwa na nini? Watu wanaongezeka. Tuelewana jamani? Nikisema naongeza na danganya, naomba tulibebe mwenyewe, nisidanganye. Lakini sawa, nikubali, lakini wakati mnaufungua mnada, ingawaje watu walikuwa wachache, sijua wao walikuwa hawajisaidii wale wachache. Esi jamani, wale wachache wao huwa hawajisaidii. Sasa kwa sababu ilitakiwa usifunguliwe pasipokuwa na choo, ilitakiwa pawe na choo ndo uweze kufunguliwa. Mheshimiwa Diwani, tunakushukuru sana. Mimi naomba maelekezo yako leo yatoa. Sasa nikuombe sasa, hii kero ni kubwa, ni bora kuiomba sasa halmashauri kama itaweza sasa kusimamisha huu mnada ajili ya kujenga choo, watuambie. Tukawaambia kwamba wausimamishe mnada wajenge choo, watasimamisha, watajenga kwa wakati mfupi sana. Takatoyo jamaa sitari twakalajiwa
ndio waone umuhimu. Lakini kale ka kodi kenyewe ni kila siku hapo, kila siku, hawajawahi kuacha hata siku moja. Tunaomba tukisaidia hiki kijiji, hata mimi nitafika kwa mkurugenzi kwa ajili ya hili. Mpe maji. Na pointi kwamba hata machinjio hatukulisema juu ya choo. Choo hakuna, kwa sababu nyumba ni choo. Sasa choo wameongea mambo mengine, mabarabara sijui nini, hata choo hakuna. Mnada pale machinjio wanajisaidia ovyo ovyo. Sasa zile ni nyama ambazo tunapika sisi, tunakula jamani, si ndio? Alafu mtu anaenda kama pala anachuchumaa, na wewe unatengeneza mboga hapa. Hapo ndio unatujengea afya sasa. Mtendaji wa kata, na hili naomba nikukabidhi. Naona kwa afisa mifugo litachelewa sana. Naomba haya yafike kwa mkurugenzi kwa wakati sahihi na mfupi, ili tuweze kuondoa hii changamoto. Hili swala ni la muhimu sana. Hata wewe nyumbani kwako huwezi ukajenga nyumba ukaacha kujenga choo alafu kahamia hapo. Utakuwa unakula kile chakula unakipeleka kwa nani? Ndio, karibu. Kumba na majibu mazuri. Hapo karibu. Asante Mheshimiwa Diwani. Juu ya hoja ya mjumbe kwamba machinjio haina choo. Choo ipo, ila kilichotokea mwaka 2023 kuna mama mmoja ambaye tunasema kwa kweli alikosa ubinadamu. Alichukua mtoto wake akaenda akamtupa mle ndani ya shimo la choo. Baada ya upelelezi, polisi wakagundua kwamba yule mama ametupa mtoto ndani ya lile shimo la choo. Polisi walichokifanya, walienda wakafumua ile choo, wakafumua, wakatoa kile kiumbe kisha kufa muda mrefu. Kwa hiyo tangu pale kweli kukawa na uhaba wa choo machinjioni, lakini sio kwamba choo haikuwepo tangu machinjio, lakini ndani ya hizi fedha ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya ukarabati ni pamoja na choo. Asante Mheshimiwa Diwani. Asante. Tukio lilikuwa ni kubwa sana, si ndio jamani? Lakini sasa tumuombe kwa wakati, ile jambo limeshaisha. Tunaomba sasa kupitia bajeti hizo unazopewa uweze kutukamilishia hiyo choo. Sisi pale tunaenda kufuata nyama.